Ndugu viongozi wa dini kutoka makanisa ambayo nalea kituo hiki na vituo hivi ambavyo viko hapa leo, lakini pia kipekee mdau shupavu, mwanamke shupavu, mama yangu mdau shupavu kabisa Salma Mipawa, pamoja na wanawake shupavu wote sekta ya madini kutoka mkoa wa Geita, na wasalimu sana. Lakini pia kipekee walimu na wasimamizi pia wa vituo hivi, viongozi na wanafunzi wote, niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Ndugu wadau, lakini pia ndugu watoto ambao tuko hapa leo, ndugu waandishi wa habari kutoka ITV na Azam News, Azam Sports na watu wengine. Mbele yenu naitwa Mr. Anodi Andolini Bwechumu, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Holy Smile. Holy Smile ni taasisi ambayo inahusika na kuandaa na kuratibu na kusimamia majukwaa mbalimbali nchini Tanzania, ambayo ina makao makuu yake ndani ya manispaa kama mkoa wa Shinyanga, Tanzania, kanda ya Ziwa. Kipekee sisi tumedili na kuweza kuifikia jamii kwa mchango mmoja, kwanza kutambua michango yao, lakini pia pili kuongeza motisha na hamasa kwenye kazi wanazozifanya kila siku. Na muhimu leo ndio maana tumeandaa event pia jioni. Baada ya event hii tutafanya event pale Somanda Summit, ikiwa ni sehemu pekee ya kuwapongeza wanawake wachache. Dadangu Mipawa na pia ni miongoni mwa watu watakaotambuliwa usiku wa leo. Tumeandaa tuzo 9 pekee, na miongoni mwa tuzo pia na yako himo. Nyingi zao tumeandaa kwa viongozi wakuu wa serikali, wako kwa mikoa 3 wanawake, mala PC 3. Sekta binafsi ni watu 4 na wewe pia ukiwemo miongoni mwa hao 4. Kwa hiyo tumechambua maeneo mbalimbali ikiwa ni kuweza kuwatambua hawa watu. Sasa cluster hii nadhani tuna kama siku 4-5 tumeweza kuwasiliana. Baada ya kuweza kusikia maoni yao na mawazo yao, kwa sababu sisi pia kama Holy Smile tunaona kwamba tuandae event kwa ajili ya wanawake, lakini wanawake ndio walezi na mmoja wa watoto. Wanawake ndio wanaojua uchungu wa mtoto, kwa sababu hao wanapokea mimba kwanza. Wanakaa na mimba miezi 9. Wanaenda kujifungua. Maumivu yale ukisema upewe mwanaume, sidhani kama unaweza toka survive kama uendelee kuishi, kwa sababu maumivu ni makali sana, ingawa siyajui, lakini naamini huwa wanaumia sana. Lakini pia kipekee leo tarehe 20 mwezi wa 6, mimi ni siku pekee mama yangu kuzaliwa. Mama yangu mzazi alinizaa, leo ndio siku yake ya kuweza kuzaliwa. Kwa hiyo kipekee mama yangu kwa aliko yuko hai, mama yangu yuko hai, yuko live, baba yangu pia yuko live, na mimi kwao ndio festival ni kama mtoto wao. Kwa nikiwa kama festival niliamua kuweza kuendelea kuigusa jamii. Nimesoma, nina weledi, lakini niliamua niende nikajiajiri, nikawatambue watu ambao wanafanya kazi vizuri kwenye sekta mbalimbali. Kwa wale wote ambao leo kwanza mmekuja hapa, Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, ni kwamba tuna watu wengi sana. Mimi nawafahamu na marafiki wengi sana ambao ni size zote na rika zote. Lakini niliamua kuchambua, sababu ili watangaze watu, uwezo kutangaza watu wengi. Yaani uwezo kutangaza maparachichi na mapela kwa sehemu moja, kwa sababu wote ni matunda. Kwa lazima uchague watu pekee ambao utaweza kuendana nao na kwenda nao. Kwa hiyo kwa leo nimeondoka na Madam Salma Mipawa na timu yake. Tuwapigie makofi tafadhali. Kwa sababu nikuja pana wanawake wengine shupavu, ingekuwa mala huyu mchimbaji, huyu mala wa madini, huyu mala mwanasheria. Kwa hiyo unakuta watu wanakosa attention ya kuweza kumfuatilia mtu mmoja. Na lengo ni hilo, sababu hatutaki watu wengi, tunataka watu wachache ambao wana maono lakini pia wanagusa pia jamii. Kwa mama zangu hawa wametoka mkoa wa Geita. Ili utoke Geita, lazima utoke Geita, upite Shinyanga uje Simiu. Kuna kilomita pale kadhaa. Wametumia mafuta na usafiri. Hawa kina mama wana watoto, wana wajukuu, wameacha familia zao na kuja hapa. Tuwapigie makofi tafadhali. Mbaji ambaye anafanya vizuri kwenye kada mbalimbali, naye pia anamiliki maeneo yake mbalimbali kule Geita. Naye pia ana majukumu mengi. Leo ni siku ya kazi, lakini mimi jambo ambalo nilimpenda huyu mama, nilimfuatilia kwa muda mrefu, ndio maana nampa tuzo na sio kwa bahati mbaya. Huyu mama kila inapofika Ijumaa huwa hafanyi kazi, anafunga migodi yake, anakaa nyumbani,
anamshirikisha Mungu, anasali sana kwa sababu ni mchimbaji pekee ambaye anamtanguliza Mungu mbele, mambo mengine baadaye. Tumpigie makofi tafadhali huyu mama. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameweka Mungu kwanza, uchumi na yeye. Kwa hiyo uwezo ukapata uchumi bila kuweka Mungu mbele. Na ndio maana leo cluster hii ambayo iko hapa iko chini ya watumishi wa Bwana ambao ni wachungaji wako hapa, tuwapigie pia makofi tafadhali. Kwa sababu ili uweze kumlea mtoto lazima umlee kwenye misingi ya dini. Misingi ya utu na utulivu. Utu na utulivu upo kwenye dini. Na niwapongeze sana hapa, nimeona kuna watu wana dini zote. Kuna Waislamu lakini pia kuna Wakristo. Lakini pia niwaweke sawa, cluster hii haiko maalum kwa ajili ya Wakristo peke yake. Ipo maalum kwa ajili ya kusaidia makundi yenye uhitaji maalum, yale ambayo yana vigezo sahihi. Kwa sababu kila mmoja ana shida, lakini wako ambao wana shida zaidi, lakini pia wako ambao wana vigezo vya kusaidiwa, na kuna wengine ambao wanaweza pia kupambana kupitia familia zao. Kwa hao ambao wako hapa leo waitamani pia kuwa na maisha mazuri, lakini tuwapongeze sana hii cluster kupitia shirika la Compassion kwa kuweza kuwasaidia hawa watoto. Wapigie makofi na matendo mengine. Nikiwa kama mgeni rasmi, kwanza nimefurahi sana kuwa hapa. Na nilifurahi kupokea baraka hizi, nikasema kwamba nisije peke yangu, nije pia na kina mama. Nimesikia risala imezungumza mambo mengi sana hapa. Kabla sienda kujibu moja kwa moja, naomba kwanza niwatie moyo wadogo zangu watoto. Watoto wote pale mlipokaa naomba msimame tafadhali. Hawa ni watoto ambao ni wengi sana. Tumesikia kwenye risala wako zaidi ya 1000. Ambao watoto hawa kimsingi nadhani hakuna mtu ambaye anapata changamoto ya chakula. Wanakula na wanaishi kwa sababu wanaishi kwenye familia zao. Lakini risala imesema hapa hawa watoto kama unavyoona walivyopendeza, wamevaa sare. Kuna tamani tukiondoka hapa leo walau hizi changamoto 99% tuzijibu na tuweze kuzitekeleza. Si ndio Niombe watoto wote inua mikono juu. Inua mikono juu. Mnifatize maneno nayosema, sawa Haya, sema mimi mtoto wa Mungu. Ongeza sauti, mimi mtoto wa Mungu. Sijazaliwa bahati mbaya wala makusudi. Niko duniani kwa takwa la Mungu na hisani ya Mungu. Nitafanya kila jambo lenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Nitaziheshimu amri zote 10 za Mungu. Sitakuwa mtoto mchoyo. Nitafanya kazi vizuri. Nitasoma. Nataka baadaye niwe mtu mkubwa baadaye. Jipigeni makofi tafadhali watoto wangu. Nashukuru sana mmeweza kuja hapa siku ya leo. Lakini pia pili zimesema